Bwana hii. Habari gani mwanafamilia wa Sportika TV. Sasa alichokiongea Ahmed bwana juzi kipindi Simba inajiandaa, Simba Sports Club inajiandaa kucheza mechi yao ya ligi dhidi ya Singida Black Stars. Ndicho ambacho kimejitokeza siku ya jana, ambapo Simba Sports ilipata kuibuka na ushindi wa mabao mawili dhidi ya Singida Black Stars. Mechi of course ilikuwa ngumu kama msemaji wa Simba Sports Club Ahmed Ali alivyoongea kabla au wakati wa maandalizi wa mechi hiyo. Sasa Singida Black Stars kama kawaida yao walipania mechi. Mechi ilikuwa ngumu, wote tulishuhudia kwamba Simba Sports walipata bao lao la kwanza, lakini baada ya hapo Singida Black Stars wakawa wamesawazisha. Kuna matukio kadhaa yalitokea kwenye mchezo huo ambayo itaendeleza muendelezo wa Watanzania na wadau mbalimbali wa soka ndani ya Tanzania kudoubt na kuwa na wasiwasi na waamuzi wa Tanzania au waamuzi wa michezo ya ligi na michezo mingine ndani ya Tanzania, ambapo ilionekana refa alikuwa akibeba. Lakini all in all washabiki wa Simba wamefly, lakini ikamuibua Ahmed Ali na wasifu wachezaji wake kwamba wamecheza kikubwa na wakafanikiwa kuibuka na ushindi katika uwanja huo wa away. Ahmed Ali huyu hapa aliongea na waandishi wa habari. Semaji mambo? Safi kabisa bwana. Mbona kinyonge? Unajua ile furaha ikipitiliza. Ndio hii hapa hii. Afya yako? Namshukuru Mungu, naendelea vizuri kiasi. Leo nimeona ile mechi. Umeiona Nimeiona. Umeniamini Nimekuamini. Ilikuwa dakika 90 ngumu mno. Hii ndio mechi pekee ya Singida. Ndio mechi ambayo huwa wanatoa kila kitu kwa ajili ya kucheza mchezo huu. Of course kwanza inatia raha. Unajua mechi hii inafuatiliwa na watu wengi, mechi ambayo inakuwa haina uncertainty, yani haujui nani anashinda. Inatengeneza ladha ya ligi kuu ya nchi husika. Singida wamefanya kila kitu bora hii leo, wameonesha uwezo wao ambao huwa hawaoneshi sehemu nyingine. Wamecheza kwa jihadi, kwa juhudi na ubora wa hali ya juu, lakini wakasahau kwamba sisi ni Simba Sports Club. Utanengeneka, lakini mwisho siku lazima tutakufunga tu. Hii ni Simba ambayo imejaa watu bora kweli kweli, ni Simba ambayo imejaa wachezaji wenye vipaji vikubwa. Baada ya game kuwa ngumu, mwalimu anafanya mabadiliko, anaingia Elim Panzo ambaye kwa muda mrefu hatujamuona kwenye ubora kama huu. Anaingia, anaipatia Simba goli la pili, goli la ushindi. Tumeondoka na furaha kubwa kweli kweli leo. Kuna raha ya kupata ushindi kwenye ligi kuu ya NBC, lakini kuna raha ya kumfunga Singida kwa sababu maumivu yake yanasambaa. Yani maumivu yanatoka hapa Singida yanasambaa kwenda mpaka maeneo mengine ya nchi hii. Alafu jue raha yenyewe ni kufunga goli la dakika za jioni. Kama tungewafunga mapema bado walikuwa na nguvu ya kuendelea kutusumbua. Unaona tumewafunga goli kipindi cha kwanza, wakapata nguvu, wakaweza kuchomoa. Kwa hiyo hata kama kipindi cha pili tungewafunga mapema bado walikuwa na energy ya kuweza kusawazisha. Lakini ukimchomeka mtu msumari wa mwisho dakika za jioni, ngoma inakuwa haleluya, hana uwezo tena wa kuamka hapo. Mabadiliko kidogo yamekuja kubadilisha mchezo, lakini pamoja na hayo pia kulikuwa kuna mchezo ambao haukuwa mzuri, kuumiza wachezaji. Hii unalionaje? Tuliliona yule beki alikuwa anacheza upande wa kulia kule, sio kushoto, Abdulrazak kama sikusei. Nadhani alikuwa na mission maalum dhidi ya Libase Gay. Kila Libasi alipokuwa na mpira alikuwa anamvamia, alikuwa anafanya kila kitu kiovu kwa ajili ya kumuumiza Libasi Gay. Lakini umeona hata rafu ambayo amechezewa Nixon Kibabage ni makusudi kabisa. Mtu karuka kwa kiwiko kampasua. Nadhani dhamira yao ilikuwa ni hiyo, kuwaumiza wachezaji wetu, lakini nimependa ile calmness ya wachezaji wetu ya kwamba sisi tuendelee kucheza mpira, tuendelee kutafuta mabao.
Tumzungumzie Ali Mpanzu ambaye kidogo alionekana kuwa na msimu mgumu, lakini baadaye anakuja anaingia ndani ya dakika 5 tu anaweza kuwapa furaha mashabiki wa Simba siku. Goli aliyofunga leo Mpanzu lina thamani kubwa sana, pengine hata yeye anaweza asijue, lakini goli la leo hili lina thamani na lina maana kubwa kweli kweli. Of course Mpanzu alikuwa anapitia kipindi kigumu hapa, kiwango chake kinatetereka ukijumlisha mambo ambayo anapitia nje ya uwanja. Tukamshuhudia Mpanzu ambaye hatujamzoea, ameendelea kuaminiwa, kupewa nafasi, lakini bado apati ile ari ya kurejea kwenye ubora wake. Leo anaingia kwenye mechi ngumu. Hakuna mtu ambaye alitaraji Mpanzu angeweza kufanya chochote kwenye mechi hii, kwa sababu kama kwenye mechi nyingine anaingia na bado hafanyi maajabu, kwenye mechi hii ambayo tayari kimeumana usingetegemea kuona Mpanzu anafanya chochote. Lakini ameingia dakika za lala salama, anapokea pasi ya maana kutoka kwa Chama. Mpanzu anachukua mali, anakuja mlinda mlango wa Singida, anaisambaratisha kwa chini, anaondoka na goli la fahari kweli kweli. Kwa hiyo mabadiliko ya kumwingiza Mpanzu yamekuwa na tija ya 100% na ameiokoa Simba yake hii leo. Goli hili ukiachilia mbali ya kwamba limeipa pointi 3 Simba, lakini vile vile linamrejeshia confidence Mpanzu, linaimarisha ubora wake, lakini hata mashabiki wa Simba wanapunguza pressure kwa Ali Mpanzu. Mashabiki wa Simba katika dakika zote 90 walikuwa wanaisupport timu yao, na baada ya goli shangwe limezidi kuwa kubwa zaidi. Neno lako kwa yao? Wamefurahi sana, wamefurahi mwenyewe, wamenitunza. Umeona hii 10 20, umeona bana buku langu hilo. Hii ni ya kwetu sote. Wewe ya kwetu sote, wewe na nani? Kachukua yule. Umeona bana. Kwa hiyo wamenitunza. Kwa hiyo hii hela ni ya kwako wewe. Ya kwangu mimi ya kwangu mimi. Wamenitunza mashabiki wa Simba hapa Singida. Wamefurahia ushindi. Uzuri hela ya bosi tunatumia wote. Ndio hapo. Na mnaweza mkatumia zaidi hapo. Basi kila la heri.